Ifuatayo ni historia ya nchi ya Tanzania. Historia kamili tangu siku ile ya kwanza nchi ya Tanzania ilipoanza kuonekana katika vitabu vya historia. Hapa tutaongelea vipengele vyote vya muhimu ambavyo na uhakika hujawahi kuvisikia tangu umezaliwa. Karibu. Kurasa za vitabu vya historia vinarekodi historia ya Tanzania ikianza miaka takribani milioni 3 iliyopita. Miaka hiyo hapo maeneo ambayo kwa sasa yanajulikana kama Laetoli, Arusha, Tanzania, aliishi mwanadamu wa kwanza ambaye hapa siongelei Adam na Hawa. Mwanadamu wa kwanza ninayemwongelea hapa ni wale wanadamu ambao wanajulikana kama wanadamu wa kwanza kisayansi, nikimaanisha sokwe mtu. Aina ya mtu aliyeishi miaka hiyo ya milioni 3 maeneo ya Tanzania, wakati ambako nchi nyingi na mabara mengi duniani yalikuwa yamejaa nyoka na mijusi, lakini kulikuwa hakuna kiumbe ambacho kinasemekana kuwa ni binadamu. Miaka hiyo aliishi sokwe mtu aina ya Australopithecus afarensis. Sokwe mtu huyu anajulikana kwa kuwa na ubongo mkubwa kuliko sokwe wa kawaida, lakini pia tofauti na wanyama wengine wengi, yeye alikula nyama na majani. Pia sokwe mtu hawa waliojulikana kwa jina la Australopithecus afarensis walitembea kwa miguu miwili, tofauti na sokwe wa huko nyuma ambao wao walitumia mikono na miguu yao kutembea. Yote haya tunayapata kwa sababu ya ugunduzi wa nyayo iliyopatikana maeneo ya Laetoli, Arusha, Tanzania. Nyayo zinazoonyesha kuwa miaka takribani milioni 3 iliyopita, miaka mingi mno, bado nchi hii ya Tanzania ilikuwa na watu ambao walikuwa bado wanakanyaga ardhi hii. Tukisogea mbele kidogo, ikafika mwaka wa milioni 1.8 iliyopita, bado ardhi ya Tanzania ikawa ina watu ambao bado watu hawa walijulikana kama sokwe mtu. Maeneo ya pale Olduvai George, Arusha, Tanzania, wakaja kuishi sokwe mtu wengine wengi kama Homo erectus, Homo habilis na kadhalika. Sokwe mtu hawa tofauti na wale wa kwanza ambao waliitwa Australopithecus afarensis, walikuwa na ubongo mkubwa ukilinganisha na sokwe wale wa kwanza. Lakini maisha haya ya miaka hiyo, yaani miaka ya milioni 1.8, ndiyo yalikuwa chanzo cha wino wa maisha katika nchi ya Tanzania. Ikumbukwe kuwa kwa kipindi hiki nchi hii ilikuwa haitwi Tanzania. Miaka 1400 kabla ya Kristo ndipo tukaanza kupata historia ya wanadamu ambao tunalingana nao hadi leo hii. Wanadamu hawa kwa sasa wanajulikana kama Wabantu. Hawa walitokea Afrika ya Magharibi. Wabantu hawa wakaanza kuhamia kutoka Afrika ya Magharibi na kuhamia nchi za Afrika na Mashariki na Kusini. Ikumbukwe tena kwa kipindi hiko maeneo haya hayakuwa na majina ya nchi ambazo tunazo leo kama Tanzania na majina mengine mengi. Aidha, jamii hii ya Wabantu walijichanganya na jamii walizozikuta au walipigana nao vita na kuwafukuza katika maeneo hayo na wao kuyamiliki kama ya kwao wenyewe. Maeneo haya ya Afrika Mashariki kwa kipindi hiko, hasa maeneo haya ya Tanzania, alikuwa pia na jamii zingine ambazo zilikuwa zinajulikana kihistoria kama jamii ya Wakoisan, ambao hawa walitokea Afrika ya Kusini, ambao hao nao walitia nanga katika nchi hii kama jamii ya Wabantu walivyoitia nanga kutokea kule Afrika ya Magharibi. Kwa mpaka sasa ardhi ya Tanzania na nchi nyingi za Afrika za Mashariki zilikuwa zinamilikiwa na mchanganyo wa jamii za Wakoisan, Wabantu na jamii zingine ndogo ndogo kutokea maeneo ya Kongo kama Pygmy na zingine nyingi. Ikafika mwaka wa 40 hadi mwaka wa 70 baada ya Kristo, yaani tuseme miaka kama 10 au 5 baada ya kifo cha Yesu, nahodha mmoja wa Kigiriki aliyetokea mji wa Alexandria uliokuwa hapo Misri kwa kipindi hiko aliandika mwongozo kwa wafanyabiashara na mabaharia
Mwongozo huu uliitwa Periplus of the Aetherian Sea. Katika mwongozo huu nahodha huyu alielezea bandari, masoko, bidhaa na viongozi wa maeneo mengi yaliyopo duniani kwa kipindi hiko. Aliorodhesha maeneo makuu ya biashara, aliorodhesha kila bidhaa ya muhimu inayopatikana katika maeneo hayo, lakini pia alihakikisha kuwapa mwongozo watu hawa kwamba katika maeneo hayo kuna kiongozi fulani anafanya hiki na hiki na hiki, ili watakapofika maeneo hayo wajue pa kuanzia. Yaani tuseme mtu huyu alitengeneza Google Map ya kipindi hiko. Lakini katika vitu alivyoviorodhesha humo, aliorodhesha mamia ya bandari, na katikati ya hivyo vitu alivyoviorodhesha humo akaorodhesha eneo la Tanzania ambalo kwa kipindi hiko lilijulikana kama Azania, ukijumuisha na maeneo ya Kenya. Humo aliandika maeneo matatu ambayo kwa sasa ni Tanzania. La kwanza ni Azania, la pili ni Menuthias na la tatu ni Rapta. Maeneo ya Azania ambayo kwa kipindi hiko yalikuwa yanajumuisha Tanzania na Kenya, alisema humo Azania kuna watu warefu na wakali mno. Lakini pia alisema watu wengi katika eneo hili la Azania walifanya uharamia, yaani watu hawa walikuwa wakiteka meli, hivyo haikuwa ni sehemu nzuri sana kwa manahodha hawa kutua. Lakini pia alisema Waazania hawa walikuwa wakiongozwa na machifu tofauti tofauti, kama ambavyo tunafahamu leo kuwa Tanzania ni nchi yenye makabila mengi. Lakini pia katika hao viongozi wengi, mtu huyu nahodha huyu aliyeishi mwaka wa 40 baada ya Kristo, aliyekuwa akiorodhesha maeneo kiwemo Tanzania, alisema katika eneo hili la Azania ambalo kama nilivyosema mwanzo linajumuisha Kenya na Tanzania, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Musa, ambaye kwa mujibu wa nahodha huyu alikuwa ni mfanyabiashara maarufu kutoka Yemen. Kwa Waarabu walianza muda mno. Eneo la pili aliloliorodhesha nahodha huyu ni eneo lililoitwa Menuthias, ambalo wanahistoria wengi wanasema ni aidha Zanzibar, Pemba au Mafia, kwani nahodha huyu alisema kuwa eneo hilo lilikuwa karibu na bara. Pili, eneo hili lilikuwa na misitu mingi, lakini pia lilikuwa na ndege na maji safi mno. Lakini pia nahodha huyu alisema katika eneo hili kuna kobe wengi wa nchi kavu, lakini pia hakuna wanyama wakali isipokuwa mamba ambao wenyewe ni wapole wasiong'ata. Lakini pia nahodha huyu akasema pia wenyeji wa eneo hilo walikuwa ni watu wapole. Lakini eneo la tatu ambalo nahodha huyu aliliorodhesha kwenye nakala yake hii ya mwongozo kwa manahodha wengine lilikuwa linaitwa Rapta, au kwa sasa wanahistoria wengi wanakubaliana eneo hili ni Rufiji au Mafia ya leo. Sehemu hii kwa nahodha huyu ilikuwa ni sehemu muhimu mno, kwani katika mji huu alisema huu ndio mji wa mwisho wa biashara kwenye ardhi ya Azania. Katika eneo hili kuna mali nyingi sana, hasa meno ya tembo na magamba ya kobe. Lakini pia akasema watu wake wanaongozwa na machifu. Pia kulikuwa na watu wenye asili ya Waarabu wachache ambao walihamia Rapta kutoka Uarabuni. Kwa hiyo huo ndio mwaka wa 40 hadi mwaka wa 90 baada ya Kristo, yaani miaka ambayo injili nyingi zilikuwa zinaandikwa kuhusu Yesu. Pia Tanzania ilikuwa ipo kwenye ramani ya dunia, japo ilikuwa inatumia jina jingine kabisa. Ni mwaka wa 960 baada ya Kristo, na sasa tunahamia Kilwa. Lakini ili tuelewe zaidi historia ya Kilwa, tunapaswa tuanze hadithi hii huko Shiraz au Persia au Irani ya leo. Huko aliishi sultani mmoja aliyejulikana kwa jina la Al-Hasan. Al-Hasan alikuwa ni sultani wa Shiraz au Persia, au kwa leo inajulikana kama nchi ya Iran. Sultani huyu alikuwa na watoto wengi wa kiume, lakini katika watoto hao wengi wa kiume kulikuwa na mtoto mmoja aliyejulikana kwa jina la Ali ibn Al-Hasan. Mtoto huyu wa kiume, tofauti na wenzie, yeye alikuwa na mama mweusi, yaani mama yake Ali ibn Al-Hasan alikuwa ni mtumwa kutoka Afrika. Kwa sababu hiyo ndugu zake walimtenga na walimnyanyasa, kwa sababu
tofauti na yeye. Wao mama zao walikuwa ni watoto wa watu wenye wadhifa wa sehemu hiyo hiyo ya Persia. Hivyo mara baada ya Al-Hasan sultani wa Shiraz kufariki dunia, basi wale watoto wakaanza kugombania madaraka, lakini Ali ibn al-Hasan akaona isiwe kesi, acha ahame bara na kwenda kutafuta falme yake upande mwingine. Hivyo akafungasha familia yake, wake zake na wafanyakazi kadhaa, na akaamua aje nao Afrika. Baada ya kutua vituo vingi, kituo chake cha mwisho kikawa ni pale Kilwa. Mara baada ya kutia nanga katika ardhi ya Kilwa, Ali ibn al-Hasan akajua kwamba eneo hili lilikuwa linamilikiwa na mfalme mweusi aliyejulikana kwa jina la Al-Muli. Basi Sultan Ali ibn al-Hasan akaamua anunue eneo hili kutoka kwa mfalme Al-Muli, na akamwahidi atampa nguo nyingi ambazo zitaweza kuzungusha kisiwa kizima. Aidha alitimiza ahadi yake hiyo ya kutoa nguo hizo nyingi au la, bado ni mahojiano ya kihistoria. Lakini baada ya Al-Muli kupewa nguo kadhaa, akaondoka Kilwa na kuja Tanzania bara. Mara baada ya Al-Muli kuja Tanzania bara, Sultani Ali ibn al-Hasan akaamuru kimfereji kilichokuwa kinaunganisha Kilwa na Tanzania bara kiondolewe, ili mara baada ya mfalme Al-Muli kujutia ofa ile aliyepewa ya nguo kadhaa, atakapoamua kurudi akute kuwa eneo hilo sasa halipitiki kwa miguu tena. Na kuanzia siku hiyo Ali ibn al-Hasan akawa sultani wa Kilwa na akaanzisha usultani eneo la Kilwa rasmi. Ikapita miaka mingi, na kwa sasa Sultani Ali ibn al-Hasan akawa ameshafariki dunia, na kiti cha sultani maeneo ya Kilwa kikawa kimeshakaliwa na masultani wengi mno. Na sasa ikafika zamu ya Sultan Suleiman ibn al-Hasan ibn Daud, ambaye yeye ndiye alikuja kuiweka Kilwa katika ramani ya dunia. Aliweza kufanya yote hayo kwa sababu alienda kuteka bandari ndogo ambayo ilijulikana kwa jina la Sofara. Bandari hii ilikuwa inasafirisha dhahabu kutoka Zimbabwe, dhahabu ambayo ilikuja kuleta utajiri mkubwa maeneo ya Kilwa. Lakini pia Sultani Suleiman ibn al-Hasan ibn Daud aliwekeza mno kwenye jeshi, na hivyo mji wa Kilwa ukawa na utajiri, lakini pia ukawa na jeshi kubwa linaloweza kujikimu na maadui wengi waliotamani utajiri wake. Na chini ya utawala wa Sultan Suleiman ndipo Kilwa ikaanza kupata jina hata huko mbeleni. Ikafika hatua sultani huyu akaendeleza ile msikiti mkubwa ambao upo Kilwa. Msikiti huu ulijengwa kwa ujenzi mkubwa mno ambao ni kitu cha kawaida kwa watu wa Shiraz, na ulisifika sana kwa kuba zake kubwa, au wazungu wanaziita domes. Mwaka 1331 mwanahistoria maarufu wa Kiislamu aliyejulikana kwa jina la Ibn Battuta, na akaandika kwenye kazi yake ya Rihla, akasema Kilwa ni moja ya miji mizuri iliyojengwa kwa ustadi mkubwa zaidi kuliko miji yote duniani. Kufikia mwaka 1400 Kilwa ilikuwa haifai. Mali ziliongezeka, tamaa pia ikaongezeka, jamii ikawa imegawanyika, nguvu na mamlaka zikahamia kutoka kwa masultani hadi kwa maamiri jeshi, kwani wao ndio walikuwa wakipindua nchi kila mara. Mfano, amiri wa kijeshi mkuu aliyejulikana kwa jina la Muhammad Kiwabi alikuwa ni muongoza mapinduzi mengi. Aliongoza mapinduzi ya kutosha na kuweka vibaraka mara kwa mara madarakani, na amani ikavurugika, na kwa sababu hiyo basi Kilwa ikaanza kutetereka. Mwaka 1500 hadi 1505 hapo ndipo tukaanza kupata wazungu ambao walitoka mabarani kwao na kuja maeneo ya Afrika. Mwaka huo alikuja Vasco da Gama, aliyerekodiwa kuwa ni Mreno wa kwanza kufika Afrika Mashariki. Lakini Vasco da Gama hakuja kuuza sura,
kwani alikuja na tishio la kumtishia sultani wa Kilwa ambaye kwa muda huo alikuwa ni Sultani Ibrahim, na akamwambia kwamba anapaswa kulipa kodi kwa mfalme na malkia wa Ureno. Kodi hiyo ilikuwa ni kilo 8 za dhahabu kila mwaka na lulu 10. Lakini pia alitakiwa atoe zawadi ya mke wa mfalme aliyejulikana kwa jina la Queen Maria of Aragon. Na walitakiwa kufanya yote haya ili Kilwa isipigwe mabomu. Na ikumbukwe kuwa kwa sasa Kilwa ilikuwa imejaa vibaraka, imejaa watu ambao wana uchu wa madaraka. Ilikuwa ni mji mkubwa, lakini watu wake hawakuwa watu wenye misimamo. Basi Sultani Ibrahimu alilipa pesa kwa Vasco da Gama, lakini mara baada ya Vasco da Gama kuondoka amiri na Sultani Ibrahimu akaacha moja kwa moja kulipa vitu hivyo. Mwaka 1505 ndio ukawa mwisho wa dola ya Kilwa. Wareno wakarudi tena kwa mara ya pili, lakini sasa hawakuja kupiga stori, wakaja na jeshi kubwa la majini chini ya gavana Francisco de Almeida ambaye aliagiza Sultani Ibrahimu aje akutane naye hapo bandarini. Sultani Ibrahimu kwa kuogopa akaacha kwenda, na hicho ndicho kilimkasirisha mno gavana Francisco de Almeida. Hivyo hasira hiyo ikamfanya gavana huyu wa Ureno kuchukua jeshi la watu 500, wakavamia mji wa Kilwa na wakaanza kuchapa viboko wakazi wa Kilwa. Pia wakawafukuza katika nyumba zao na kuiba mali zao na dhahabu zao. Walifanya kila aina ya uchafu walioamua kufanya siku hiyo. Lakini pia mwisho wakamfukuza Sultani Ibrahimu, na hivyo mwisho gavana Francisco de Almeida akamweka kibaraka chake Muhammad Rukni al-Din kama sultani wa Kilwa. Kisha Almeida akaamuru ijengwe ngome ambayo kwa kipindi hiko ilijulikana kama Fort Santiago ili kudhibiti biashara za dhahabu ambazo zilikuwa chini ya Kilwa, ambazo Kilwa ilitoa huko Sofara. Na baada ya hapo gavana Francisco akaacha wanajeshi kadhaa ili waendeleze hizo sheria kadhaa walizowekea masultani na wakazi wa Kilwa. Mwaka 1506 mara baada ya gavana Almeida kuondoka, mtoto wa mmoja wa maamiri akaongoza shambulio dhidi ya Sultani Muhammad Rukni al-Din. Kisha wakamuua sultani huyo. Hali ikawa mbaya, kukawa na ghasia mno maeneo ya Kilwa, na Wareno wakajaribu kumweka mtoto wa Sultani Muhammad Rukni kuwa sultani mpya, lakini ikashindikana. Lakini pia matarajio ya Wareno kuhusu kutawala biashara ya dhahabu yalitiwa mchanga, kwani jamii za ndani ya Tanzania na jamii za Zimbabwe mara baada ya kujua kuwa Kilwa imetekwa na Sofara sasa iko chini ya Ureno, badala ya Kilwa wakaacha kuleta dhahabu katika bandari ya Kilwa na badala yake wakapeleka maeneo ya bandari zilizopo Kenya ya sasa. Na kwa sababu hiyo basi biashara ya dhahabu huko Kilwa ikawa imekufa na kusababisha Kilwa kuondokewa na utajiri mwingi ambao ulitokana na dhahabu iliyotokea hapo Sofara. Mpaka mwaka 1912 serikali ya Ureno ikaona kuwa Kilwa inakuwa inatia hasara tu badala ya kutoa faida yoyote, kwani wanajeshi wake walishindwa na waliumwa kwa magonjwa mengi kama malaria na kadhalika. Wakati huo huo, sultani wa wakati huo, Sultani Al-Hassan ibn Suleiman, aliyejulikana kwa misimamo mikali, alifanya mashambulizi ya mfululizo kwenye ngome hiyo ambapo wanajeshi wa Kireno ndipo walikuwa wakikaa, na Ureno ikaamua moja kwa moja iondoe majeshi yake pale Kilwa. Wakabeba vilago vyao, wengine wakakimbilia Msumbiji na wengine wakaenda Goa ambapo ndiyo India ya leo. Baada ya Wareno kuondoka, masultani wa kiasili walijaribu kurudisha utukufu wa Kilwa, lakini kwa sasa hali ilikuwa ngumu, kwani japo walifanikiwa kuwafukuza Wareno kwenye kisiwa hiko cha Kilwa, Sofala bado ilikuwa chini ya umiliki wa Wareno, na Kilwa haikuwa tena kurudi kwenye utajiri wake wa mwanzo,
kwani utajiri wake ulitokana na bandari ya Sofala ambayo ilitoa dhahabu huko Zimbabwe. Lakini pia bandari za Malindi na Mombasa zikachukua nafasi ile ya Kilwa, kwani sasa wafanyabiashara wa ndani walienda Mombasa na Malindi. Mpaka mwaka 1589 hali ilizidi kuwa mbaya maeneo ya Kilwa, kwani kabila ambalo lilijulikana kwa jina la Wazimba waliingia kinyemela kwenye kisiwa hiko. Inasemekana mmoja ya wakazi wa Kilwa ndio aliwaingiza wapiganaji hao kwa siri, lakini haijathibitishwa kihistoria, kwani wapiganaji hao wanasemekana walikuwa ni zaidi ya 1000. Waliingia katika kisiwa hiki cha Kilwa na kufanya maangamizi yasiyoelezeka. Walichoma mji wa Kilwa, waliua wananchi takribani 3000, lakini pia mwisho inasemekana kuwa Wazimba hawa walikula nyama za watu. Kwa hiyo baadhi ya wakazi wa Kilwa waliishia kwenye matumbo ya kabila hili la ajabu. Mwisho waliamua kuchoma mji wa Kilwa na kuacha mji huu ambao ulikuwa na utajiri hapo mwanzo kuwa ni magofu na majivu. Kilwa ikaachwa kuwa ni mji unaonuka vumbi na vilio vya misiba kila sehemu. Miaka hiyo hiyo 1503 huko Zanzibar, kamanda wa Kireno aliyejulikana kwa jina la Kamanda Rui Lorenzo Rodriguez Ravasco alifika kisiwa cha Zanzibar. Huyu katika miezi miwili alifanya mashambulizi makubwa dhidi ya meli zilizokuwa zikitokea hapo Zanzibar. Meli hizo zilikuwa ni za wafanyabiashara wakubwa wa hapo Zanzibar, ambazo zilikuwa zina pembe za ndovu, magamba ya kobe, asali, michele, pamba na kadhalika. Wafanyabiashara hawa kwa hofu ya kutekwa na Mreno huyu wakaacha kwenda kufanya safari zao za kibiashara, na hivyo kuathiri uchumi wa Zanzibar wa kipindi hiko. Lakini kamanda huyu akaona haitoshi, badala ya kuteka meli hizo akaamua aende akatie nanga kabisa kwenye bandari ya Zanzibar. Na mwisho mwenye mkuu wa eneo hilo aliyejulikana kwa jina la Mwinyi Hasani akaamuru Mreno huyu aache kuteka meli za wafanyabiashara wake. Ravasco akagoma, badala yake akatuma jeshi la watu 30 na kuchukua baadhi ya watu mateka. Mwenye mkuu Hasani akasema, kama unataka vita basi acha iwe. Basi Mwinyi huyu akachukua jeshi la watu 4000 la Wazanzibari kiongozwa na mwanaye. Lakini siku hiyo haikuwa nzuri kwa watu wa eneo la Zanzibar, kwani jeshi hili la Wareno lilikuja na magobola ambalo liliua watu takribani 35 pamoja na kijana wa mwenye mkuu, lakini pia ikachukua watu 24 kama mateka. Mwenye mkuu Hasani mara baada ya kuona jeshi lake limeshindwa na mwanaye sasa amefariki, akasalimu amri na kutakiwa kulipa gramu 450 za dhahabu halisi, lakini pia na bidhaa za eneo hilo kama kondoo, samaki, matunda na kadhalika. Haya tunayapata kwenye chanzo kinachojulikana kama Decades of Asia by Joao de Barros. Lakini miaka hiyo hiyo maeneo ya huko Engaruka, wilaya ya Monduli, Arusha, miaka ambayo ilijulikana kama zama za chuma, jamii ya Wailangi waliishi na kutengeneza mifereji mikubwa ya umwagiliaji. Mifereji hiyo haikuwa miradi midogo, bali ilichukua hekari zaidi ya 5000. Kando ya mashamba hayo kulikuwa na nyumba nzuri za duara na mazizi ya mifugo, lakini pia njia maalum za kutembea kwa miguu. Mifereji hii mikubwa imeshangaza sana watu wengi, kwani watu wengi hawakutegemea mifereji hii iliyokuwa mbele ya muda ipatikane maeneo hayo ya ndani ya Tanzania, yani hapo Monduli, Arusha. Ikafika mwaka 1791 na hapa ndipo tukapata mtu mwingine katika historia ya Tanzania. Mtoto wa kiume wa kifalme alizaliwa. Mtoto huyu alijulikana kwa jina la Said bin Sultan al-Busaid. Baba yake alikuwa ni Sultan bin Ahmad. Miaka 13 baadaye, yani 1804, Sultani bin Ahmad akafariki. Said alikuwa na miaka 13 tu wakati huo. Said akachukua madaraka, japo sio rasmi, madaraka ya baba yake.
Madaraka hayo aliyochukua Said Said hayakuwa rasmi, kwani binamu yake aliyeitwa Badir bin Saif alijipenyeza na kwa msaada ya Wahabi akawa mtawala rasmi wa Oman. Mwaka 1806 hadi 1807 anasimulia mwanahistoria Sheikh al-Salimi kuwa Sultan Said Said alimvizia binamu yake Badir bin Saif na kumuua kwa kisu. Kisha sasa yeye akachukua rasmi madaraka ya usultani wa Muscat na Oman. Mara baada ya kuwa sultani rasmi eneo la huko Muscat na Oman, hali haikuwa shwari, kwani baadhi ya makabila kama Banibu Ali yalipinga utawala wa Sultan Said Said, na hapo ndipo jicho lake likaanza kuhamia Afrika Mashariki. Walimiliki maeneo kadhaa ya kibiashara huko Zenji. Hivyo Said Said, baada ya kuchoshwa na vita za kikabila huko Oman, alivutiwa na sifa nyingi zilizomwagwa mbele yake kuhusu eneo hili jipya, eneo la Afrika Mashariki iliyojulikana kama Zanzibar au kwa lugha yao Zenji. Aliambiwa ni kisiwa chenye rutuba isiyoisha, maji safi ya chemchemi, ambapo ni tofauti na eneo analolimiliki kwa sasa ambalo Oman ni jangwa. Pia aliambiwa Zenji ina bandari ya asiri kubwa. Akaanza strategia za kutawala Afrika Mashariki. Akakutana na ukoo wa Al-Mazrai uliokuwa ukimiliki maeneo kadhaa ya Afrika Mashariki, lakini ukoo huu ulikataa kutawaliwa. Sultan Said Said mwaka 1828 akaamua kuvamia Mombasa na meli yake kubwa iliyoitwa Liverpool. Meli hii ilikuwa ni meli ya kivita iliyokuwa na mizinga ya maangamizi 74. Kisha akaiweka Mombasa kiganjani, na hivyo Al-Mazrui wakasalimu amri na wakawa chini ya Sultani Said Said. Sultani pia akaongoza njia hadi Zanzibari, akaagiza ikulu ijengwe maeneo hapo Zenji, lakini pia akaagiza miche ya karafuu kutoka Barbon ianze kulimwa hapo Zenji, na hapo ndipo ukawa mwanzo wa kilimo cha karafuu maeneo ya Zanzibar. Mwaka 1840 Sultan Said Said akaamua kuhamia Zanzibar moja kwa moja. Sababu zilikuwa tatu. Zanzibar ilitengeneza pesa nyingi kuliko Oman kwa kipindi hiko kwa sababu ya ushuru wa forodha, yaani bidhaa zinazoingia na kutoka, lakini pia biashara ya karafuu. Lakini sababu ya tatu ilikuwa anakimbia zile damu ambazo zilikuwa zinamwagika sana hapo Oman kwa sababu ya vita za kikabila. Akahamia kwenye kasri lake maarufu ambalo alijenga hapo Zenji. Kisha yeye ndiye akawa mwanzilishi na king'ang'anizi wa biashara ya watumwa, yakisemwa mazuri lakini pia yasemwe mabaya ya Sultan Said Said. Sultani alikuwa ndio mchango mkubwa kwenye biashara ya utumwa, hasa kwa sababu ya biashara ya karafuu ambayo ndio alikuwa akisisitiza maeneo haya ya Afrika Mashariki. Kwenye kitabu cha Akbar fi Tarik Zanzibar, mwanahistoria Sheikh Said bin Ali al-Maghairi anasema utajiri kipindi hiko ulipimwa kwa njia mbili. Ya kwanza, idadi ya miti ya karafuu ulioimiliki, lakini pili, idadi ya watumwa uliokuwa ukiwamiliki. Na hii inaonyesha namna ambavyo utumwa ulikuja kuwekwa kwa namna ambayo ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba ilinyonya Waafrika wengi, hasa wale wanaotokea bara. Na watumwa hawa walikuwa ni watumwa wa aina mbili. Kuna watumwa wa mashambani na watumwa wa majumbani. Watumwa wa mashambani waliteseka mno, kwani walikuwa wengi mno, lakini wale wa majumbani walivishwa nguo nzuri na kufanywa kama familia iwapo mmiliki huyo hakuwa na roho mbaya. Uchumi ulikuwa mno na karafuu zilikuwa nyingi mno hapo Zenji kwa sababu ya watumwa waliotolewa bara kama Kongo, Nyasa, Tabora na kadhalika. Soko la Mkurazini likapata jina kwa biashara ya watumwa ilikuwa ikifanyika maeneo hayo. Watumwa walipimwa meno, misuli, afya kama wanyama. Mwaka 1842 kwa shinikizo la Uingereza, Sultani akasaini mkataba wa kumzuia kuingiza na kusafirisha watumwa, na kwa mujibu wa Sheikh Said bin Ali, huu ndio ukawa mwanzo
wa mwisho wa ukuu wa Zanzibar. Mwaka 1856 Sultan Said Said alifariki dunia akiacha nyuma watoto 36, wengi wasiojulikana kwa majina. Lakini miaka kadhaa, Emily Ruete, mwanaye wa mwisho ambaye alibadilisha dini na kuwa Mkristo kisha na kuhamia Ujerumani, alipoandika kitabu cha Memoirs of Arabian Princess of Zanzibar, ndipo majina ya watoto wengi wa Sultan Said Said walipojulikana. Wakati huo huo bara, mwaka 1848 mishonari wa kanisa la Anglikana kutoka Ujerumani kwa jina la Johannes Rebmann aliongozana na mfanyabiashara Bwana Heri hadi Jaga, ambapo ndipo Uchagani kwa leo. Walipofika waliona mlima mkubwa ambapo Johannes Rebmann hakuamini macho yake, kwani wanasayansi wa kipindi hiko wa huko Ujerumani hawakuamini kuwa maeneo ya ikweta, hasa Afrika ya Mashariki, yangeweza kuwa na mlima huu mkubwa ambao juu yake kulikuwa na theluji. Alipomuuliza Bwana Heri vile vyeupe vya juu vya kwenye mlima ni nini, Bwana Heri alisema hajui, lakini anadhani ni baridi. Na kipindi hiko Wachaga waliamini kuwa kifuniko hiko cheupe cha kwenye mlima huo ambao ulikuwa eneo hilo la Kichaga ilikuwa ni silver. Johannes anaandika kwenye jono yake kuwa Wachaga waliamini kuwa kilele cha mlima huo kilikuwa na majini, ambapo kilisababisha yeyote atakayepanda mlima huo kuuawa. Hivi leo inajulikana kuwa sababu ya watu hawa kuuawa mara baada ya kupanda mlima huu mrefu ni baridi kali na mabadiliko ya hali ya hewa kadri wanavyozidi kupanda miinuko. Ugunduzi huu wa mlima Kilimanjaro haukukubalika kirahisi. Wajerumani wengi walisema kuwa itakuwa Johannes alikuwa anaota au alikuwa na malaria ambayo ilimpanda kichwani, lakini baada ya muda ukweli ulijidhihirisha na wote wakakubali. Mwaka 1856 Richard Burton na John Speke walianza safari ya kwenda kutafuta the Great Lakes au maziwa makuu. Mara baada ya kufika bara, wakitokea Zanzibar, walitembea kwa miguu na kwa punda na wakafika Kazee, ambapo kwa sasa panajulikana kama Tabora. Baada ya kufika Kazee, Richard Burton aliumwa mno na John Speke akaanza kupoteza uoni wake na kuanza kupata upofu. Basi kipofu akaendelea kumwelekeza mgonjwa, na mwaka 1858 wakafika Ujiji, wilaya iliyokuwa Kigoma, na kuwa Wajerumani wa kwanza kufika katika ziwa la Tanganyika. Wakiendelea kupeleleza ziwa la Tanganyika, John Speke akapata ukiziwi wa muda na kufanya kazi izidi kuwa ngumu. Baada ya kuwa na ahueni, tarehe 30 Julai 1858 akawa Mjerumani wa kwanza kufika katika ziwa lingine, ziwa kuu la Victoria, chanzo cha mto Nile. John Speke na Richard Burton walichukiana mno licha ya kuwa na mafanikio mengi kwenye safari zao ambazo zilikuwa ni za uchunguzi wa bara la Afrika. Kila mmoja alimwona mwenzie ni mvivu asiyeweza kazi. Japo Burton ndo alikuwa nahodha wa upelelezi huu, wengi husema amekuwa akimwonea wivu John Speke kwa kugundua ziwa lile kubwa, ziwa la Victoria, akiwa mwenyewe. Mwaka 1860 aliibuka mtemi huko bara ambaye habari zake zimesimuliwa na wazungu na Waarabu na Watanzania kiujumla. Henry Moulton Stanley alimsifu kwa mbinu zake za kivita. Wamishonari Ebenezer Southon na LMS walisema ni mtawala mwenye busara, muwazi, anayependa maendeleo. Barua kati ya John Kirk na sultani wa Zanzibar zilimuita tishio la kiuchumi na mshindani wa kisiasa. Mtemi huyu ni Mtemi Mirambo wa Wanyamwezi. Mwisho walisaini naye mikataba ya amani. Alianza kupata umaarufu mwaka 1860, ila alizaliwa mwaka 1840 na alikuwa mtoto wa chifu wa jamii ya Unyamwezini. Alianza kama mfanyabiashara wa ndovu na watumwa katika maziwa makuu ya Tanzania, yaani Tanganyika na Victoria. Katika biashara hizo alipata silaha za kivita kutoka kwa watu wa Ulaya. Ili kuunda jeshi kubwa, alivamia jamii ndogo ndogo na mwisho kwa mtemi wa Urambo. Mtemi huyu mkuu wa Wanyamwezi aliyetikisa bara kipindi hiko, mtemi wa kwanza kihistoria
alikuwa na nguvu juu ya Waarabu wa Zanzibar na alivamia misafara ya watumwa na kuchukua mali bila makubaliano, na mwisho wa siku alikufa kwa ugonjwa mwaka 1884. Wakati huo huo wa uhai wa Mtemi Mirambo aliishi mtu mwingine aliyejulikana na Waafrika na aliyependwa na Waafrika na wazungu. Mtu huyu aliitwa Dr. Livingstone, Dr. David Livingstone. Miaka 1860 alikuwa akianza safari yake ya mwisho ya kwenda kutafuta chanzo cha mto Nile. Alianzia pale Zanzibar tarehe 22 Machi 1866. Waliondoka Zanzibar na kufika Mikindani au Mtwara ya leo. Akizunguka huku na huko kati ya Tanzania na Kongo, alikutana uso kwa uso na biashara za watumwa ambazo kwa kipindi hicho zilifanywa kwa kiasi kikubwa. Anasimulia katika simulizi yake moja kuwa alikuta kundi la watumwa wa kiume na wa kike pembeni ya mwili wa mwanamke aliyeuawa aidha kwa kisu au kwa risasi, kwani kidonda chake kilikuwa hakieleweki. Alipouliza kinini kilimkuta mwenzao, akaambiwa kuwa bosi wake alimuua kwa hasira, kwani alimnunua kwa gharama na sasa alikuwa ni mgonjwa na asingeweza kuuzwa kwa gharama aliyemnunulia. Taarifa hizi tunazipata kwenye The Last Journals of David Livingstone Volume 1 peji ya 62. Dr. Livingstone hakupendezwa na biashara ya utumwa, na yeye alikuwa akisimamia itikadi ya C3, yaani Christianity, Ukristo, commerce, biashara, civilization, ustaarabu. Wengi wanaziita hizi propaganda, lakini wengine pia wanakubaliana na hoja zake dhidi ya biashara ya utumwa. Mwaka 1873 mwezi wa 5 tarehe 1, Dr. David Livingstone alifariki dunia na baadhi ya viungo vyake vilirudishwa nchini Uingereza kwa ajili ya maziko ya heshima. James Chuma na Abdalla Susi wa Afrika ya Kati ndio walikuwa watu weusi ambao walikuwa na urafiki mkubwa na Dr. Livingstone. Nyumba alizoishi Dr. David Livingstone ni vivutio hadi leo hii. Moja ipo pale Mikindani, Mtwara, na nyingine pale Stone Town kaskazini Zanzibar. Tukasogea mwaka 1880, miaka ikazidi kusonga mbele. Wapelelezi wakaendelea kutapakaa Tanzania bara, na sasa wakaanza kugawa sehemu na kudai kuwa wao ndio wamiliki kwa mikataba batili. Mwaka 1884 Chifu Magungo wa Msovero wa Usagara, Tanga, alisaini mkataba ambao unajulikana kwa jina la Eternal Friendship. Ndani ya mkataba huo anasema Magungo kuwa amempa Karl Peters eneo lake lote afanye atakalo. Mikataba hii iliandikwa Kijerumani na watafsiri walificha baadhi ya mada za kwenye mikataba hiyo. Karl Peters alienda na maaskari na mitutu akilazimisha machifu hawa wasaini mikataba hii, ambao wengi wao walikuwa aidha wanaogopa au hawaelewi wanachokisaini. Karl Peters alisainisha hivi machifu wengi, kisha akarudi Ujerumani na kuwapa mahakama ushahidi kuwa maeneo haya anayamiliki yeye kutokana na mikataba hii aliyosaini na machifu wa maeneo hayo. Asante sana bwana mkubwa, asante sana bwana mkubwa. Also, wenn ich dich schützen soll. Johnny. Mekubali? Ndio. Makubali? Mimi sijui kuandika. Oh, dann machen wir es so. Mit dem Fingerabdruck. So. Basi Wajerumani wakaendelea kutapakaa Tanzania bara, na ndipo ukaanza utawala rasmi wa Ujerumani Tanzania bara. Mwaka 1888 hadi 1889 afisa Emil von Zelewski alikuwa akitafuta liwali wa Pangani ili aendelee na majukumu yake. Bila kuangalia wala kujali, akaingia msikitini na kumtafuta mtu huyo bila kuvua viatu. Lakini isitoshe pia aliingia na mbwa wake msikitini humo, kitu ambacho ni dhihaka kwa wafuasi wa dini hiyo. Jambo hili lilileta vuguvugu la vita, lakini pia Wajerumani walilazimisha Sultani Halifa wa Zanzibar kusaini mikataba ambayo iliruhusu Wajerumani hao kukusanya kodi huko Zanzibar. Na hilo lilikuwa tatizo kwa sultani, kwani
Hayo ndiyo yalikuwa mapato ya usultani huo, na hivyo pia hilo likawa tatizo kwa masultani wadogo kama Abushiri wa Pangani na Bwana Heri wa Saadani, kwani ilisababisha wao kukosa pesa. Na hivyo ndivyo vikawa vyanzo vya vita vya Abushiri. Maeneo mengi yalipigana vita ya eneo hili. Wajerumani wengi walifukuzwa toka Lindi na wengi zaidi wakafukuzwa kutoka Mikindani. Walioko Kilwa wengine waliuawa. Abushiri na jeshi lake lenye silaha za moto wakamaliza hadithi. Ujerumani ikazalilishwa. Serikali ya Ujerumani ikatuma jeshi chini ya Meja Hermann von Wissmann, na mwisho wakamkamata Abushiri na kumnyonga mwaka 1889. Mwaka 1891 Karl Peters akapewa cheo cha kamishna wa Kilimanjaro. Huko ndiko akavikwa rasmi jina la mkono wa damu, kwani alinyonga watu hovyo, akachoma vijiji hovyo. Lakini pia tukio kubwa ambalo Karl Peters alifanya mwaka huo huo ni kuwa alilazimisha penzi kutoka kwa binti wa Kitanzania aliyeitwa Jagodia, lakini baada ya kujua kuwa Jagodia alikuwa na mahusiano na mfanyakazi wake aliyejulikana kwa jina la Mabruki, alikasirika na aliamuru Mabruki apigwe mijeledi hadi kufa, lakini pia aliamuru Jagodia anyongwe. Kwa sababu hiyo basi, kesi hiyo dhidi ya Karl Peters ikafika bungeni huko Ujerumani na kusababisha Karl Peters kufukuzwa kazi mwaka 1897. Miaka hiyo hiyo ndipo tunaanza kumpata Chifu Mkwawa ambaye alikumbana na Wajerumani mara kwa mara. Mkwawa alimiliki njia za kutoka Bagamoyo hadi Kigoma na Kongo. Alifuatwa na Wajerumani wakidai kuwa wao ndio wamiliki wapya wa maeneo hayo. Mkwawa aache kutoza ushuru katika njia hizo, na wao ndio watafanya kazi hiyo. Mwaka huo huo pia yule Zelewski aliyeingia msikitini na viatu pamoja na mbwa zake akatafsiri vibaya zawadi ya Mkwawa iliyoletwa na wajumbe wa Mkwawa. Akaamuru kuwa wajumbe hao wa Mkwawa wauawe. Kwa hiyo Zelewski akachukua jeshi akitaka kwenda kuwaadhibu Wahehe. Aliamini kuwa ni watu wa mwituni wasiojua vita. Wakiwa anaelekea katika ngome ya Wahehe wakavamiwa ghafla. Wajerumani waliokuwa na jeshi la watu 500 wakakutana na Wahehe waliokuwa na jeshi la wanaume zaidi ya 3,000. Wajerumani 260 walikufa na Wahehe 700 walifariki dunia, lakini kamanda Emil von Zelewski akauawa ndani ya dakika 10 tu za vita hivyo chini ya jeshi hili la Wahehe. Basi hii ikawa aibu kubwa kwa jeshi la Ujerumani, kwani wao walijiona kuwa ni jeshi lililoendelea na likashindwa vita dhidi ya kabila la Waafrika wasiokuwa na hata vifaa vya kivita vilivyoendelea chini ya Chifu Mkwawa. Na hapo ndipo Chifu Mkwawa akaanza kuwa tishio. Baada ya hapo, Chifu Mkwawa akajaribu kufanya makubaliano ya amani na kutuma barua kwa gavana von Soden mwaka 1892. Akaendelea na maongezi haya ya amani, lakini vijana wa Kihehe walikuwa wamelewa ushindi waliokuwa wameupata hapo mwanzo dhidi ya Ujerumani. Wakaendelea kuwabugudhi Wajerumani na jeshi lao kila walipokutana nao. Akiwa anaendelea na maongezi hayo, Mkwawa alijenga ngome ambayo ingemlinda ikiwa Wajerumani wataamua kumvamia. Ngome hiyo inajulikana kama ngome ya Kalenga. Ramani yake inastajabisha. Mwaka 1894 Wajerumani wakavamia ngome hiyo ya Kalenga, lakini Mkwawa alikuwa ameshatoroka na kuhamia polini. Mwaka 1898 Mkwawa akiwa mgonjwa alizingirwa na maadui na akaamua ajiue mwenyewe. Mwaka 1505 hadi 1507 Wajerumani waliendelea kutawala na kuinyonya Tanzania bara, na hapo ndipo wakaleta vitu kama kodi za vichwa, viboko na vilimo vya lazima vya pamba. Ilikuwa ni tatizo, kwani ardhi za kusini mwa Tanzania ni kavu. Viongozi wa kimila walazimishwa kufanya usimamizi wa vilimo hivyo, licha ya kuambia kuwa ni ngumu kulima vitu hivyo kwa sababu ya ukavu wa ardhi yao. Na humo ndimo akaibuka mtu mwingine, Kinjekitile Ngwale. Na yeye aliibuka kwani wanaume wa jamii yake walichukuliwa na kupelekwa mashambani, wanawake wakabaki vijijini na kufanya kazi ambazo kwa muda zilikuwa zikifanywa na wanaume. Makabila zaidi ya 20 chini ya kiongozi huyu Kinjekitile Ngwale. Mara baada ya kukasirishwa na matukio haya, makabila kama Wangoni, wa Makonde,
Wamatego, Wayao, Wazaramo, Wandendeule, Wahehe, Wabunga, Wapogoro, Wandamba, Wambunga waliungana na kiongozi huyu ili kutetea haki zao. Basi kidogo kidogo vita vikaanza huku na kule. Makazi madogo madogo ya Wajerumani yalivamiwa, wamishonari wakauawa wakiwa wanaelekea katika kueneza injili zao. Mwaka 1905 hali ikawa sio nzuri. Kila mara Wajerumani walikuwa wakiishi kwa hofu, na mwisho wakafanya kile ambacho walikuwa wakifanya siku zote. Wakamkamata Kinjekitile Ngwale na wakamnyonga mwaka 1905. Lakini badala ya vita kuisha, ndiyo kwanza ilizidi kusambaa na kufikia makabila yote 20. Wajerumani wakashindwa sasa kuwaua Watanzania hao kwa mitutu. Wakaona kilichobaki ni kuchoma mashamba yao na vyakula vyao, kuchoma maghala yao, kuchoma vijiji na kusababisha vifo ambavyo kwa sasa vinajulikana ni zaidi ya watu 250,000 hadi 300,000. Watu hao wote waliuawa sio kwa vita bali kwa njaa. Basi mwaka 1907 bunge la Ujerumani likaamua kufanya mabadiliko mengine. Wakateua gavana mpya aliyejulikana kwa jina la Albert von Reichenbach, ambaye alipunguza makali ya uongozi wa Ujerumani uliopita na kujenga reli ya Dar es Salaam hadi Kigoma, ambayo ilimalizika mwaka 1914. Mwaka huo huo ndio mwaka ambao vita ya kwanza ya dunia ilianza kupamba moto. Katikati ya vita hivyo, kilimo kilikufa, miundombinu ikaharibika, kwani Waingereza walivamia bandari ya Tanga wakitokea pale maeneo ya Kenya na Zambia, ambapo wao ndio walikuwa wamiliki rasmi wa maeneo hayo. Walivamia nchi ya Tanzania na vita baadhi vikafanyika katika ardhi hii, na hivyo kusababisha miundombinu kadhaa kuharibika. Waafrika walilazimishwa kuwa wapiganaji, wakabebeshwa silaha na vyakula vya wanajeshi, na mwisho matajiri wao Wajerumani walishindwa hata hivyo vita, na mwaka 1918 koloni la Tanganyika likahamia kwa Waingereza. Wajerumani wakaondoka rasmi Tanganyika mwaka huu. Mwaka 1919 jina Tanganyika ndipo lilipoanza kutumika rasmi katika mikataba, na gavana wa kwanza wa Uingereza Sir Horace Biat wa mwaka 1920 hadi 1924 akapewa majukumu ya kufufua uchumi wa koloni hili jipya la Tanganyika, na miaka hiyo ya 1924 ndipo tukapata shule ya Tabora Boys ya watoto wa machifu. Baada ya gavana Horace Biat akaja gavana Donald Cameron wa mwaka 1925 hadi 1931. Huyu alianzisha indirect rule au utawala usio wa moja kwa moja. Mashifu ndio walikusanya kodi, wakasimamia sheria na kutoa hukumu ndogo ndogo. Mwaka 1926 Cameron alianzisha baraza la kutunga sheria lililokuwa na Wahindi na Wazungu na Waafrika. Watu hawa walikuwa na elimu ya kutosha. Miaka ikazidi kwenda, watoto wa machifu ndio wakazidi kupata bahati ya kwenda mashuleni na kupata elimu ambayo ingesaidia kwenda kuwaongoza watu wao katika jamii zao ndogo ndogo. Mwaka 1929 ikazaliwa TAA, chama ambacho mwanzo lengo lake ilikuwa ni kuunganisha wasomi wa Kiafrika kutatua changamoto zao. Mwaka 1954 chini ya Mwalimu Nyerere TAA ikawa TANU na ikaanza rasmi harakati za kugombea uhuru. Mwaka 1956 Gavana Edward Twining, ili apunguze harakati za TANU na kuzivuruga kabisa, akaanzisha chama cha UTP kilihusisha wazungu, watu wa Asia baadhi, yani Wahindi na Waarabu, lakini pia na watu baadhi weusi wachache. Gavana Twining akaandaa uchaguzi chini ya sheria kuwa kutakuwa na viti vya aina 3. Vya kwanza ni vya wazungu, vya pili ni vya watu wa Asia na vya tatu ni vya Afrika. Itoshe kusema kuwa hadithi ya Mwalimu Nyerere imesimuliwa mara nyingi na wote tunaifahamu. Tarehe 9 Disemba 1961 Tanzania ikawa nchi huru na bendera ya Uingereza ikashushwa na ikapandishwa bendera ya Tanganyika. Upande wa visiwani, mwaka 1963 serikali ya Sultani wa Zanzibar ilikuwa bado inaongoza. Chama cha Afro Shirazi Party chini ya Abedi Amani Karume pamoja na John Okello kikapindua serikali hiyo ya usultani ya Jamshid bin Abdullah. Karume akawa rais wa kwanza wa Zanzibar
Na hapo mwaka 1964 Shehe Abedi Amani Karume na Mwalimu Nyerere wakaunga udongo wa Tanganyika na Zanzibar na kutengeneza nchi ya Tanzania.